Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena. Basi makofi mengi sana na vigelegele kwa Yesu Kristo. Amina sana. Basi waheshimiwa baba mapadri, Baba Fidelis Masawe paroko wetu, lakini leo tuna mababa marafiki wa Geza Ulole, Baba Christian Nikoko parokia Mashahidi wa Uganda Magomeni, Baba Kwai namuita Father V, shirika la misionari wa Don Bosco, wasalesiani wa Don Bosco, viongozi halmashauri ya parokia katika ngazi zote, kanda kwanza parokiani, kanda, vigango, jumuiya na vyama vya kitume, wawakilishi wa wale ambao tunashiriki nao kama makampuni kwa ajili ya shughuli ya ujenzi. Tunafahamu tuna udhuru leo, lakini digital space kama washauri walegezi wetu, lakini mkandarasi wetu Kika Constructions, na mkandarasi ya msaidizi Tamimu JCR Company Limited, makatekista wetu wapendwa, kipekee sana KMK Makuburi, naomba tuwapigie pia makofi kama alivyosema baba paroko. Amina sana, asanteni sana kwa kuja kutuinjilisha na kutubariki sana katika siku ya leo. Pia natambua uwepo wa kwaya zetu Mtakatifu Kizito BMC, wale ambao wamehudumu nasi leo katika namna mbalimbali, muziki, sound, hii mic najua baada ya kuwasifia itakuwa katikati, video, wale ambao wanapiga picha, mapambo, lakini kiujumla waamini wote wapendwa wa parokia Geza Ulole, tunatambua pia leo katika namna ya kipekee uwepo wa watoto wetu katika masuala ya ujenzi, masuala ya msingi katika kanisa letu. Ndugu, kutokana tu na ratiba yetu ya leo, taarifa hii ningeweza kualika kamati husika niseme, lakini kwa sababu nitafanya majumuisho makubwa, basi mnipe ruksa niseme kwa niaba yao na kwa niaba ya kamati nyingine ambazo zimekuwa zinasukuma swala zima la ujenzi. Basi lengo kuu, ndugu waamini wenzangu, la siku ya leo, kama ambavyo tumesikia katika utangulizi, tumekusanyika kwa nia moja tu, sababu moja tu, kumshukuru Mungu kwa kukamilisha hatua hii ya kuwezeka. Hii ni kazi takatifu sana Mungu iliyotekelezwa kwa kutumia mikono yenu enyi waamini, na katika namna ya kipekee sana tunawashukuru kwa namna ambavyo mmejitoa. Tunashukuru marafiki zenu na majamaa mbalimbali ambao wameshiriki. Niruhusuni basi kwa dakika chache tu niakisi kidogo pale ambapo tumetoka kutokana na umuhimu wa siku ya leo. Kwa kuwakumbusha tu, tulipata kibali rasmi kutoka kwa Mhashamu sana Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam Yudas Thaddeus Ruwa'ichi mwaka 2022 mwanzoni, baada ya kufanya majadiliano machache ili tuweze kupata idhini kutoka kwake ya kuendelea na shughuli. Na baada ya hapo tulifuata mchakato wa ushindani ili kuweza kuwapata moja ya mshauri elekezi, na tulimpata judicial space kwa zabuni 11 waliomba nafasi, tukampata yule ambaye Roho Mtakatifu aliongoza, na tukasaini mkataba tarehe 24 Aprili 2024. Jiwe la msingi tuliweka tarehe 30 Julai 2022 na Askofu Mkuu Mhashamu sana Baba Ruwa'ichi ndio ambaye alituongoza siku hiyo. Mchakato wa ushindani wa kumpata mkandarasi wa zabuni 12 waligombea, na baada ya hapo au waliomba, tukachagua kwa uongozi wa Roho Mtakatifu Kika Constructions, na ndio tumekuwa tunaendelea nao, na nilitaja kampuni moja ilikuja kutia nguvu pale ambapo tulikuwa tunaona mambo haendi katika kasi ambayo wana Geza Ulole tunakwenda nayo, na walisaini wao mkataba Aprili mwezi Februari tarehe 4 2023, na tukaanza ujenzi rasmi mwezi Machi 2023. Basi niwakumbushe tu, kanisa letu lina sifa kadhaa ambazo kwa ushiriki wa jumuiya, mababa waliotangulia, hierarkia na halmashauri ya walei tuliweza kufikia kwa pamoja na kuamua kufanya yafuatayo. Liko katika eneo la mraba la mita 1200. Muundo wa umbo letu la kanisa ni ule wa nyota. Tunafahamu sisi ni Bikira Maria Konsolata, nyota asubuhi. Basi ilifuata nadharia hiyo, na kuna minara miwili mikubwa na misalaba mitatu. Kanisa lina uwezo wa kuhodhi kwa kujinafasi kabisa waamini 720 kwa wakati mmoja, lakini tukiweka utaratibu kama bench katika namna fulani, tunafahamu tunaweza kuongezeka. Niseme tu moja, katika hatua za awali, wakati tunaenda kutafuta idhini kwa baba Mhashamu sana Baba Askofu Mkuu, kwa sababu kulikuwa kuna ujenzi wa kanisa la jimbo
eneo la Geza Ulole, basi kwa mashauriano naye tulifanya adjustment kidogo kupunguza kutoka kwenye size ya awali ambayo ilikuwa kati ya watu 1200 1300 tukashuka hapo hadi 720. Nipende kusema kanisa letu si dogo, ni kanisa kubwa linaweza kutoshea watu 720 na tulipunguza size kutokana na sababu hilo. Lakini tunafahamu tutakapozidi kuwa tunakuwa, kanda nyingine zitakuwa vigango, misa zitakuwa nyingi, tutatoshea kwa maongozi ya Roho Mtakatifu. Kuna altari ya kisasa ya mabo, sakristia ya kisasa, chumba cha maungamo, chumba cha kumbukumbu. Hii kanisa linafuatilia kwa maongozi ya hierarkia masuala ya kuhakikisha jinsia zote zinapata nafasi. Kwa kipekee sana kuna chumba cha kunyonyeshea ambacho kina mfumo wa kusaidia mtu aweze kufuatilia ibada, ili mama zetu wapya wa Katoliki tunajaza ulimwengu, basi waweze kuhudhuria misa huku wakiwa wanatoa malezi vyema kwa wazazi. Pia tuna mfumo wa sauti wa kisasa na mengineyo mengi. Nimechukua tu kwa ufupi huu. Wapigeni wakina mama makofi. Amina sana. Unampa mtoto chakula na wewe unakula neno. Amina sana. Hatua za ujenzi, ndugu wangu, kienda kwenye kufupisha kidogo, zimegawanyika katika hatua kuu tatu. Hatua ya kwanza ilikuwa ni usanifu, design phase, ilihusisha maandalizi ya michoro ya kina, ikiwa pamoja na michoro ya usanifu wa majengo, architectural drawings, michoro ya kikandarasi, ya kihandisi, structural drawings, michoro ya mifumo ya huduma mbalimbali, services drawings, michoro ya mfumo wa sauti, makadirio ya gharama, BOQ, bill of quantities, michoro ya master plan ya kanisa, na pia maandalizi. Hatua hili na utaratibu wa kumpata mkandarasi, mshauri elekezi kama nilivyosema. Hatua ya pili, utekelezaji wa ujenzi wa kanisa ukisimamiwa na mshauri elekezi. Hatua ya maandalizi ya awali au preliminaries, alafu ujenzi wa msingi, substructures, ujenzi wa nguzo, slabs, pamoja na ngazi inaitwa superstructure, ujenzi wa paa, roofing, ujenzi wa kuta pamoja na ufungaji wa milango na madirisha. Kazi za kukamilisha au ukamilishaji wake, finishing, pia ziko katika hatua ya pili. Hatua ya tatu ni ujenzi wa miundombinu mingine ambayo inasaidia shughuli za ibada kama vile groto ya Bikira Maria, nyumba ya kuabudia, vyoo pia viko au maliwato yako kwenye hatua ya tatu. Lakini tutakapokuwa tunazidi kuendelea na shughuli za ujenzi, waamini mtakapotujuza, pengine huduma ya vyoo ianze mapema kidogo ili tuwe tunaweza kushughulikia, lakini idhini haitatoka kwetu, itatoka kwa halmashauri ya parokia. Basi makadirio ya gharama, ndugu waamini wenzangu, ujenzi wa kanisa na miundombinu mingine, manake groto alikotaja, nyumba ya kuabudia pamoja na barabara na kadhalika, jumla kuu katika kile kipindi tulikuwa tunapanga ilikuwa ni bilioni 3.9. Nafahamu mambo yanabadilika, sitaki kutaja bidhaa aina yoyote, lakini huenda tukifanya adjustments mbalimbali tutabaki hapa kwenye 3.9 kwa sababu yako yale ambayo yanasukuma bei ya vitu mbalimbali. Na ujenzi wa kanisa peke yake jumla yake ni bilioni 8. Vivyo hivyo kuna adjustment zeka kutokana na maongezeko ya bei na vitu vingine kadhalika. Mchangano huu niruhusu niseme kwa masifuri, lakini mshauri elekezi milioni 75, maandalizi ya awali milioni 89, msingi milioni 340, nguzo slabs ngazi milioni 409, paa 291 milioni, milango milioni 70, madirisha milioni 37, kuta madirisha milioni 37, kuta milioni 137, ukamilishaji ule ambao nimesema finish 222 milioni, mapambo decorations, sehemu ya kuabudia iwe ina hadhi milioni 41 na vifaa au fixtures milioni 100. Taarifa hizi zote zitapatikana katika ngazi ya jumuiya. Nafahamu katibu wetu ni mtaalamu wa tehama, kwa hiyo itakuja kwenye ida hali WhatsApp na kadhalika. Basi kazi iliyokamilika na fedha zilizotumika, ndugu waamini wenzangu, katika hizi hatua 4 ni kama ifuatavyo. Maandalizi ya awali yalikamilika kwa 100%, msingi 100%, nguzo slab na ngazi 100% pia, paa 95%. Bado ukiangalia pamoja, tumekuja leo kutoa shukrani. Upande wa sakristia kuna mambo mawili matatu ya kuyarekebisha au kuendelea kuwezeka, na nitasema kidogo baadhi ya maswali kuweka kofia na kadhalika. Sasa nichukue nafasi hii tu kwa kifupi kusema sasa taarifa za kifedha. Fedha zilizotumika mpaka sasa ni shilingi bilioni 1 milioni 651
444,857 zikiwa zimegawanyika kama ifuatavyo: ushauri elekezi milioni 25, msingi milioni 475, nguzo slab ngazi milioni 585, paa milioni 579, kuta awamu ya kwanza milioni 11. Matumizi haya yote, ndugu waamini wenzangu, yamewezeshwa na michango kutoka kwenu. Sisi hatuna wafadhili wa nje, wafadhili ni sisi wenyewe, na majamaa zetu na marafiki zetu ndio wametushika mkono kwa kupitia jumuiya, matukio mbalimbali kabla ya paroko, kama ambavyo mnafahamu, na tumeweza kuchangia kijumla katika kipindi chote hichi bilioni 1,676,343 na shilingi 58.84. Tunashukuru kila muumini aliyechangia, na niruhusuni leo na furaha kipekee sana tujipigie tena makofi na vigelegele. Basi kipekee sana nataka niwashukuru kamati ya TEHAMA ambayo ilitengeneza mifumo madhubuti, na huu mfumo unatuwezesha kukusanya taarifa za michango ya ujenzi yote, uwezo uwe mtu binafsi, jumuiya, taasisi, kanda na kadhalika. Yaani hata rafiki yangu kipenzi sana Baba Likoko, ukichangia saizi jioni unapata message imefika kwako. Watu wa TEHAMA kwa kweli tunawashukuru sana. Fedha iliyokusanywa katika utaratibu wetu ikiingia, matumizi yake ni kwa njia moja tu. Ndugu waamini, ngoja nirudie hili vizuri kwa sababu fedha zinakusanywa kwa ajili ya kazi. Kwa hiyo zikikusanywa katika parokia yetu, ikiingia, matumizi yake ni kwa njia moja tu: hati ya malipo iliyoidhinishwa na mshauri elekezi na au malipo mahususi baada ya mwenyekiti wa kamati ya ujenzi, mtunza hazina, mwenyekiti wa parokia kutia saini na kukubaliana hizi fedha zinaenda kufanya kinachohusika na paroko akaidhinisha, ndio malipo yanafanyika. Hii ni kuhakikisha kwamba tunaweka rekodi vizuri na fedha itumike ya jamii kufanya lile ambalo limekusudiwa, na hamna namna nyingine. Fedha yenu inatoka kwenye account, niliseme tu hilo tena. Na utaratibu ule mfumo wa TEHAMA na utaratibu wa kuanzisha mambo imetufanya kuweza kutunza mahesabu, hatupotei, na tutamkodi yule ambaye alikuwa anatoa taarifa hapa bila kusoma, anaweza akarejea toka tulipoanza mpaka mwisho. Tumsifu Yesu Kristo. Amina sana. Basi haya yametusaidia kuweza kusimamia shughuli za ujenzi kwa weledi mkubwa. Nataka niseme moja, ndugu waamini mwenzangu, katika siku hii ya leo na nikiwa naenda mwisho, yametokea maboresho mbalimbali ya kitaalamu katika hatua za ujenzi. Nataka nijikite kwenye hatua makadirio ya uwezekaji ulikusudiwa kufanywa kwa kutumia kenchi au trusses za chuma cha kawaida kilichofanyiwa treatment ya kutu pamoja na bati zenye mchanganyiko wa aluminium na zinc, inaitwa aluzinc. Hata hivyo, wakati tunatekeleza, mtaona tulichelewa kidogo, na wataalamu wetu walitoa ushauri wa kitaalamu uliosababisha uamuzi huu ufanyiwe mapitio. Kanisa letu kama ambavyo tunafahamu liko kwenye umbali chini ya kilomita 5 kutoka baharini. Mazingira ya chumvi yangeweza kukiharibu chuma cha kawaida kwa haraka, lakini pia hata ile material ya bati. Kwa hiyo wataalamu walipokagua hali hii na baada ya kuona madhara yaliyo, amina sana, makofi kwa katibu. Katibu anafanya kazi sana, sije nikamruka. Kwa hiyo wataalamu walipokagua hali hii na kuona kwamba yaliyozikumba parokia nyingine jirani, maana tulikuwa tunafanya ziara, lakini pia na majengo ambayo hapa Dar es Salaam ambao hawakuzingatia ushauri huu, tukashauriana kupitia na kamati mbalimbali kwamba tubadilishe zile materials na tuwezeke sasa kwa kutumia galvanized steel chumvi, na pale yenyewe tukalipeleka liwe la sasa na misalaba mitatu kama ambavyo tunaona, ikatumia steel namba 304 lugha za kitaalamu. Yote haya ni kuhakikisha kwamba fedha zenu zinaenda kufanya yale ambayo yatabaki. Kwa hiyo basi mabadiliko haya yaliongeza gharama ya hatua ya paa takriban mara 2 ya kile ambacho tulikuwa tumebuni, kutoka milioni 500 takriban 91 milioni 291 mpaka kufika milioni 500 na ushe, ongezeko la karibia milioni 280 hivi. Hii, ndugu waamini wenzangu, niwaaminishe kwa kazi mliotutuma si upotevu wa fedha, ni uwezekaji, ni uwezeshaji, uwekezaji, tamani.
tungejenga paa la gharama ndogo leo na kulipia tena baada ya miaka kadhaa, hatungekuwa tumetendea haki ile michango ambayo tunaikusanya kwa nguvu. Kwa hiyo tunawashukuru washauri wetu na wanaendelea kushauri katika hatua mbalimbali. Basi niseme kwamba kwa sasa hivi kutokana na kwenda kwenye pure aluminium, kama ambavyo mtakuwa mmeona, kuna baadhi ya kofia kutokana na ulaini wa asili ya aluminium zimekuwa zina mpindu zinavunjika. Hatua tulioko sasa hivi ni kushirikiana na wakandarasi wetu pamoja na kamati yetu kufanya marekebisho na yatafanyika katika kipindi husika. Kwa hiyo ukiona kuna mikunjo imetokea, jua inamchukiza mwenyekiti kuliko hata mtu mwingine yoyote. Na tunashirikiana na wataalamu kufanya marekebisho na inatarajiwa kukamilika hivi karibuni pamoja na kuwezeka huku nyuma. Baada hapo, hatua zinazofuata baada ya paa likiwa limekamilika, maana yake pamoja na kofia, tutafuata sasa ujenzi wa kuta pamoja na ufungaji wa milango na madirisha. Kazi ukamilishaji finishing, gharama zake ni takriban milioni 800 na ushe. Nasema ushe kwa sababu mabadiliko kidogo ya bei yametokea toka kule 2022 wakati tunapaa. Na hii hatua pia itakuwa na rangi, terazo, taa, mapambo na kadhalika. Lengo letu ni ifikapo Disemba 2027 ujenzi huo umekamilika kwa 97%. Taniuliza hizo 3% zinaenda wapi? Hizo 3% ni kwa ajili ya pressure test wakati jengo sasa limekaa sawa, kutoa fursa ya marekebisho madogo na kasoro ambazo zinaweza zikatokea kwenye masuala ya ujenzi. Nichukue nafasi hii kuamini ushukuru tena kila mmoja ambaye imeshiriki katika mchakato huu. Zaburi 92 ya kwanza inasema ni vema kukushukuru Mwenyezi Mungu, uliimbia sifa jina lako Mungu mkuu, na tuna kila sababu ya kushukuru. Niwapende kamati tendaji ya halmashauri ya parokia na irakia kuchukua nafasi hii kushukuru wote ambao wameshiriki katika namna mbalimbali. Katibu ametaja wale ambao wanashiriki moja kwa moja, lakini kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu. Kamati ya ujenzi kipekee sana leo tunawatambua mchango wenu kwa ukubwa mno sana, lakini pia kamati fedha, uchumi, mipango, kamati ya hamasa, washauri wagezi wetu, marafiki wa parokia, waamini wote wamejitoa kwa ukubwa sana. Nihitimishe kwa kusema kwamba ndugu zangu, leo tunafanya misa ya shukrani, lakini kanisa bado linahitaji nguvu zetu. Nimejiweka na mimi mwenyewe, sio zenu, zetu wote. Hivyo basi tunaalikwa kuendelea kuchangia kwa imani na moyo. Kwa mwaka huu tumejipanga bajeti ya shilingi milioni 655. Nilisema ile finishing na nini milioni 800 na ushe, lakini tumetenga kutokana na kujiangalia misuli yetu ya kukusanya fedha na mambo mengineyo. Na ili tuendelee na hatua inayofuata, ingependeza sana, narudia, ingependeza sana kama katika hii hatua ya kwanza ya sasa hivi, yapo katika miezi michache na ukuja 2 3 hapo, pengine 4 kwa shida, walau tungepata milioni 200 ili hii shughuli takatifu sana ya Mungu, shughuli ya ujenzi iweze kuendelea mara tu baada ya hatua hii. Maana nilitaja tumekusanya bilioni 6 na ushe, tumetumia bilioni 6 na ushe, salio letu baka yetu si kubwa. Kwa hivyo basi tutoe kwa moyo, tutoe kwa imani, na mimi naamini hii milioni 200 itapatikana. Samani. Sasa wanasema ukitaka kumla tembo usiogope, unamla vipande vidogo vidogo. Unachukua vipande vidogo vidogo, tutamaliza. Sasa tumekaa na kamati ya ujenzi, uchumi, ama fedha, mipango, baba paroko, tunatafuta sema hii milioni 200 isitutishe. Hebu tuivunje pale. Tuangalie ukiweka kwenye vipengele tofauti inakuja vipi. Kwa hiyo nalo karatasi hapa la kusoma, lakini kwa sababu nimenena mno sana, hebu makamu mwenyekiti kimbia, njoo hapa upesi. Uje waambie waamini hizi ambazo nimezitaja, tukiangalia vipengele tofauti tunaweza tukazifikiana. Unachelewa makamu mwenyekiti. Mpigieni makofi makamu mwenyekiti. Karibu. Huyu ni mdogo wangu pia. Hebu waambie waamini. Msivunjaje au hatuwezi kuvunja. Tumsifu Yesu Kristo. Mwenyekiti, hii milioni 200 inavunjika. Tena inavunjika kirahisi tu, lakini kwa msaada wa Mungu Mwenyezi. Tunaweza tukagawa katika
majedwali 6. Kwanza, milango. Kanisa letu hili, baba paroko, baba likoko, baba kwai, lina milango takriban 18, na hii milango yote kwa ujumla inagharimu milioni 74. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini pia tuna mlango mkuu ambao ni milioni 6 na milango midogo midogo inagharimu milioni 4 na iko 17. Mwenyekiti, sehemu ya pili ni madirisha na vioo. Kanisa letu lina jumla ya madirisha 72 na kwa wastani kila dirisha linagharimu milioni 1. Kwa hiyo madirisha peke yake ni milioni 72. Namba 3 ni madhabahu na mimbali. Hapa mbele hapa, mimbali ya neno tunahitaji 1 kwa thamani ya milioni 3, mimbali ya matangazo 1 milioni 2, na msalaba mkubwa wa altare ambao thamani yake ni milioni 10. Kwa hiyo madhabahu na mimbali milioni 15. Viti vya altare kama namba 4, tunahitaji viti vya altare 10 na kila kiti kimoja milioni 2. Kwa hiyo milioni 20. Kiti cha paroko milioni 4. Tunajitabilia tunaweza kuja kuwa sehemu ya jimbo. Kiti cha askofu milioni 5. Makofi jamani, tunaweza kuwa sehemu ya jimbo. Kwa hiyo viti vya altare jumla yake milioni 29. Mwenyekiti, sehemu ya mwisho ni sakrastia. Tunahitaji sinki la sakrastia kwa ajili ya kutumika kule la thamani ya milioni 6 na kisima cha ubatizo shilingi milioni 2, jumla yake milioni 8. Hivyo basi mwenyekiti, kwa hiyo milioni 200 ulioitamka kwa mchangano huo unafanya tuweze kuitafuta milioni leo hii. Tumsifu Yesu Kristo. Makofi kwake. Kumbe inawezekana tembo unamcharanga charanga vipande vidogo vidogo. Kwa hiyo inamaanisha hata mimi naye tunaweza tukachukua jumuiya nani? Basi tuliachia hapa. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Sawa. Basi kipekee sana ruksa mwenyekiti ukaketi kuendelea na kazi. Basi niruhusuni ndugu waamini wenzangu, wakati naenda kukamilisha, kauli mbiu yetu ziko nyingi. Moja wapo ilikuwa ni mvua na jua. Tumesogea. Sasa inabidi tuende kidogo na utaratibu sasa unaofuata huko mbeleni. Nataka nichukue nafasi hii kwa heshima na taadhima na upendo mkubwa mno, nikiwawakilisha ndugu waamini wenzangu, taifa la Mungu, nimwombe baba paroko wetu mpendwa sana, Baba Masawe, aje atuongoze katika hatua fupi ya kuzindua kauli mbiu mpya inayotutoa hapa tulipo. Na katika zoezi hili nitamwomba bosi wangu katibu aje kuniratibu kidogo ili tuweze kwenda kwa wakati. Tumsifu